Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Ninakusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mbele yako tena ni mtumishi wa Mungu na mwalimu wa lugha ya alama Godfrey Mwiche, lakini kwa siku ya leo niko na mkalimani wangu Josia Msumari. Nikukaribishe tena kuendelea kufuatilia na kujifunza somo letu zuri la ulemavu na injili ya Yesu Kristo. Kama ndio mara yako ya kwanza unaungana nasi, hili ni somo ambalo lipo chini ya channel yetu nzuri ya Inclusive Gospel au injili jumuishi. So karibu sana uweze kutufuatilia na hatimaye uweze kujifunza injili ya Yesu Kristo kwa watu wenye ulemavu. Kipindi kilichopita tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na viziwi, hususani katika ushirikishwaji kwenye masuala ya kiroho. Tulizungumzia kwamba uziwi una sababu mbalimbali, lakini pia una njia mbalimbali za tiba. Hasa tukawa tumezungumzia pia mitazamo ya kiroho, mitazamo ya watu wa Kipentekosti kuhusiana na watu wenye ulemavu wa kusikia, hasa viziwi. Je, Wapentekosti na wanatazamaji wanamtazama vipi mtu mwenye ulemavu wa kusikia? Kwa asilimia kubwa tuliweza kuona ya kwamba wengi wanamtazama mtu mwenye ulemavu wa kusikia au kiziwi kama mtu ambaye anahitaji tu misaada, ni mtu tu ambaye anatakiwa tu kusaidiwa, lakini pia hahitaji huduma zingine za kiroho. Lakini pia wana mitazamo ya kwamba mtu mwenye ulemavu wa kusikia, yeye tatizo hilo amelipata kwa sababu ya imani za kishirikina, yani amerogwa. Na hivyo katika tatizo hilo, njia mbadala ya huyu mtu mwenye ulemavu wa kusikia ni kupitia maombi pekee. Lakini nikakupitisha katika njia mbalimbali na sababu mbalimbali za uziwi, ya kwamba uziwi hauwezi kupelekewa tu kwa njia ya kurogwa au njia za kishirikina peke yake, lakini nikasema kuna sababu mbalimbali kama vile ajali, kama vile magonjwa, kurithi na uzee. Hizo pia ni sehemu za sababu za uziwi au sababu ya mtu kuitwa kiziwi. Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Inclusive Gospel, leo nataka nikufafanulie, nikuwekee bayana jina la watu wenye ulemavu wa kusikia. Watu wengi wanasema nimekutana na bubu. I say, yani usisubutu kumuita mtu asiyesikia, yani kiziwi, bubu. Mtu huyu asiyesikia ana jina lake rasmi ambalo anaitwa kiziwi. Popote unapokutana na mtu ambaye hasikii, jina lake la kumuita, how to address this person, just call him or call her a deaf person. Muite tu kiziwi. Yani kiziwi ni jina ambalo wao wamelibariki na linakubarika kabisa. Kwa hiyo usisite kumuita kiziwi kwamba unamuita jina ambalo sio zuri. Hapana, ni jina lao ambalo limekubaliwa, hivyo muite tu kiziwi, na hilo ndio jina sahihi ambalo unatakiwa kulitamka. Sasa tulikuwa tunazungumzia hii mitazamo ya Wapentekosti. Kwa nini Wapentekosti wengi hawaamini, yani hawaamini au hawana ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu katika huduma zao za kiroho? Unless baada ya elimu hii sasa ndo tutaanza sasa kuwa na ushirikishwaji wa hawa watu, lakini before hakukuwepo na ushirikishwaji wa huduma hii jumuishi ama injili jumuishi kwa watu wenye ulemavu. Tulizungumza ya kwamba watu hawa wana imani hizo kwa sababu wanaamini mtu anakuwa amerogwa na mambo mbalimbali. Sasa kuna kisa kimoja ambacho natamani tujifunze kwamba unakuta kiziwi ameenda kanisani. Baada ya kufika kanisani, mchungaji au mtumishi ama viongozi walioko pale, moja kwa moja wakati wa maombezi wanawachukua na kuwapeleka madhabahuni kwenda kuwaombea. Ni jambo zuri na ni jambo la heri na ni jambo, na nafikiri huwa wanatamani kwamba natamani huyu mtu aweze kupata deliverance, aweze kupata uponyaji. Ni kweli kabisa, ni sahihi. Lakini je, uliwahi jiuliza kwamba huyu mtu unayemuombea ana imani ya kupokea hayo maombi ambayo unamuombea? Kumbuka kwamba unapokuwa unamuombea mtu yoyote, tunapokuwa tunapeleka maombi kwa mtu, kitu cha kwanza
lazima muamini. Biblia inasema kwa kadri muombavyo kwa imani, aminini kwamba mmekwisha kupokea yale ambayo mmeyaomba. Yaani ukiomba kwa imani, amini kwamba lile jambo ambalo umeliomba, amini kwamba umekwisha kulipokea. Sasa unamwombea mtu ambaye hasikii, ni kiziwi. Je, ana imani ya kwamba kila ambacho unamuombea kinakwenda kumfungua? Hebu tujifunze kitu kimoja. Biblia inazungumzaje kwa habari ya imani? Biblia inasema hivi, imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa kama imani huja kwa kusikia, huyu mtu kiziwi hajasikia, je, imani ya uponyaji ataitoa wapi? Na hajasikia neno la Kristo. Biblia inasema imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Sasa kiziwi hajasikia neno la Kristo, hujamhubiria, hujasema chochote, atasikieje, atapateje hii imani ya kuweza kupona tatizo alilonalo? Kwa hiyo kitu cha kwanza, lazima tuwe na mazingira ya kumfundisha mtu kiziwi kupata imani. Akishafundishwa akapata imani, imani imemuingia, amefahamu, ndipo sasa tunakwenda kupeleka maombi. Yale maombi jumulisha imani alionayo, hakika anaweza akapokea muujiza wake. Lakini tusimuombee mtu ambaye kwanza hatujatenguliza imani. Ndio maana popote tunapokwenda huwa tunaanza kwanza kumfundisha mtu. Baada ya kumfundisha ndo tunaanza sasa kumpa maombi, kwamba kama utaamini katika hili ambalo nimekufundisha, basi maombi haya yataambatana na imani na hatimaye utapokea uzima. Hivyo niomba watumishi wa Mungu, kwanza tujikite kupata elimu ya watu wenye ulemavu, hususan watu viziwi. Then wakati tunatoa huduma zetu, tutoe huduma tukiwa tunafahamu kabisa ya kwamba mtu huyu amelisikia neno la Kristo, na hivyo imani imeshajengwa kupitia neno la Kristo. Sasa kuna swali moja natamani tujiulize sisi watumishi wa Mungu, wewe mchungaji, nabii, askofu, mwinjilisti na mwalimu ambaye unahudumu katika madhabahu mbalimbali. Hebu jiulize swali moja. Hivi uziwi ambao sisi tunauzungumzia, je, ndio huo uziwi ambao pia Yesu au Mungu anautazama, au ni uziwi mwingine wa tofauti? Unajua tunaweza kuwa tunazungumzia uziwi kwa namna ya mwili, lakini kumbe kuna uziwi wa kiroho. Na unaweza kukuta Biblia ilikuwa inazungumzia matatizo haya ya kuwa kipofu. Pengine ukipofu ulikuwa na uzungumza ni katika namna ya kiroho. Hebu jiulize swali moja. Ni mara ngapi mchungaji kanisani kwako umezungumza na washirika wako, umewaonya, umewakataza kuhusiana na kutenda dhambi? Acheni uzinzi, uasherati, uchawi, uongo, ufisadi, ulevi, matusi, umbea na mambo mengine yote. Mchungaji kila siku unapiga kelele. Kuna watu kanisani hata ukiwaambia wawahi kwenye maombi, hawajawahi fika kanisani. Kuna watu ukiwaambia waje kwenye mkesha, hawajawahi fika kwenye mkesha. Yaani mchungaji kila jitihada unazojaribu kuzifanya, watu hawajawahi zisikia. Halafu una huyo mshirika ndio yupo kanisani wa design hiyo, unaye yupo hapo kanisani, na ni wapo wengi unao hapo kanisani. Halafu kuna mshirika ambaye sasa ni kiziwi, ambaye huyu kiziwi yeye anasikia kupitia mkalimani. Kwa kupitia mkalimani, kiziwi anasikia ambacho anamuelekeza mchungaji kwamba acha uzinzi, kiziwi anaacha uzinzi. Acha uasherati, kiziwi anaacha uasherati. Acha uongo, kiziwi anaacha uongo. Acha utapeli, kiziwi anaacha utapeli. Anasikia njoo kanisani mapema, kiziwi anakuja kanisani mapema kwa sababu anasikia ujumbe kupitia mkalimani wake. Sasa hebu jiulize maswali. Hawa watu wawili ukiweka hapa katikati, huyu anayesikia kupitia sikio la nyama na huyu anayesikia kupitia mkalimani wake, ni nani kiziwi kati hawa watu wawili? Je, ni huyu ambaye anasikia kila siku na hafanyi, au ni huyu ambaye amesikia kupitia lugha ya alama na ametekeleza? Kwa hiyo katika muktadha wa design hii, hebu mchungaji jiulize, kanisani kwako una viziwi wangapi? Kanisa lako lina watu viziwi wangapi ambao unawaongoza kanisani, ambao kila siku unapiga kelele
unawahubiria, unawaasa, hawajawahi acha hizo tabia, hawajawahi acha hizo dhambi. Una viziwi wangapi? Kwa sababu kama huyo mtu anasikia, ina maana hayo makatazo na maonyo ambayo unampa angesikia na asingeendelea kuyafanya, ila anaendelea kwa sababu masikio yake yamekufa, ni kiziwi. Kwa wachungaji, mna viziwi wengi sana makanisani kwenu, ila ninyi hamjui kama mna viziwi. Mnahisi mna watu wanaosikia, lakini kiuhalisia kanisani kwenu walio wengi ni viziwi, hawasikii. Ni afadhali hawa watu ambao ninyi mnahisi mmewatenga kwamba ni viziwi, hawasikii, ni bora hawa, kwa sababu unamwambia tu kwa lugha ya alama na akakusikia na akakuelewa kwamba tumeambiwa tuache ulevi, tuache uzinzi, tuache tabia mbaya, na anaacha. Kwa hiyo mchungaji, katika context kama hii, naomba ufahamu ya kwamba kumbe tunaweza tukawa tunahisi huyu mtu kiziwi ni kiziwi. Kwa hiyo hawa watu ambao tunawaita viziwi wanaweza wakawa sio viziwi kama ambavyo sisi tunawafikiria kuwa ni viziwi, kwa sababu kuna kiziwi wa mwili wa nje na kuna kiziwi wa mwili wa ndani. Sasa sisi tunamzungumzia mtu wa ndani, hatumzungumzii mtu wa nje. Huu mwili, kumbuka, ni mwili wa kufa, ni mwili wa kuoza, lakini roho iliyoko ndani ndio ambayo imekusudiwa haswa. Kwa hiyo tusiziache hizi roho, kwa sababu roho hizi hazijafa, bado zina uwezo wa kusikia. Zinasikia kupitia nini? Zinasikia kupitia mkalimani. Kwa hiyo tujitahidi sana, watumishi wa Mungu, tuwe na wakalimani katika nyumba zetu za ibada, katika kila sehemu ambazo tunaenda kupeleka huduma zetu za kiroho. Tuhakikishe kuwa tunakuwa tuna wakalimani ili waweze kufikisha ujumbe na wenzetu waweze kusikia. Usiseme kwamba hao wana matatizo. Wenye matatizo ni hao ambao unao kanisani umekaa nao, kwa sababu kila siku hawasikii, na ni watu ambao wamekuwa ni wakutenda dhambi siku hadi siku. Sasa je, kama wangekuwa na masikio ya kusikia, si wangeacha dhambi? Kwa hiyo katika muktadha kama huu, ninaomba watumishi wa Mungu tuweze kuungana kwa pamoja ili tuhakikishe kwamba injili hii inakuwa injili jumuishi, na hatimaye ndugu zetu, watoto wetu, familia zetu ambazo zimepatwa na matatizo haya ya usikivu, basi wanaendelea kupata injili ya Yesu Kristo. Na cha kushangaza sana, bado kuna wazazi ambao wamebahatika kupata watoto ambao wana matatizo ya kusikia, ni viziwi, lakini hamshirikishi katika masuala ya kiroho. Wapo wengi sana katika makanisa yetu ya Kipentekoste. Mimi ni mkalimani kama ambavyo nimekuambia, nimekalimani makanisa mengi, nimetembea, nimekutana na viziwi ambao wananiambia, mimi baba yangu ni mchungaji kutoka kanisa fulani la TAG, mimi baba yangu ni mwinjilisti kutoka kanisa fulani ya AGT, FPCT na whatever, lakini yeye anakwambia, mimi niliamua tu kuwa Muislamu kwa sababu nilikosa huduma za ukalimani, nilikosa ushirikishwaji, familia yangu imenitenga. Sasa hii kitu kinahuzunisha sana watumishi. Inakuwa kama tunafanya injili ambayo ni injili ya biashara, kwamba huyu atatuletea shida ama atatuondolea ushuhuda katika harakati zetu za kufanya deliverance. Sasa niwaombe watumishi tuweze kubadilika. Sisi bado tuna uzazi, hata wewe bado una uzazi unaendelea. Ipo siku Mungu atakupa mtoto, au wewe mwenyewe utapata na tatizo la kusikia kutokana na ajali, kutokana na tatizo lolote ambalo litatokea. Sasa jiulize swali, je, wewe siku ukija kuwa kiziwi, tukutenge kwenye kanisa lako la kiroho, ubaki nyumbani, au tufanyaje? Kwa kama ni hivyo, kama haiwezekani kumtenga, basi tuhakikishe tunaungana kwa pamoja ili tuhakikishe kwamba injili hii inawajumuisha na wenzetu wenye ulemavu. Mtumishi wa Mungu, ni kushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. Ni kushukuru sana kwa muda wako ambao unautoa kuweza kutusikiliza kipindi hiki kizuri cha ulemavu na injili ya Yesu Kristo.